Nira zote ambazo ni za mwovu. Ninataka kuelezea kidogo kuhusu nira. Nira ama yoke, kuvunja nira ama yoke, kuvunja. Na ninataka kuelezea sana kidogo tu kuhusu nira. Nira, najua kila mmoja wetu anaijua na lugha yao. Kuna watu ambao ni tofauti tofauti wanaita na majina tofauti tofauti. Na ninajua unaelewa vile ninasema ni nira ama yoke. Yoke ni kile ambacho huwekwa kwa ng'ombe wakati wa kulima. Inawekwa, na wakati yule imewekwa ng'ombe haiwezi kujitoa hapo. Inakuaga kwa sheria ya huyo mtu ambaye ameiweka hapo. Bwana asifiwe sana. Inakuaga ni sheria, hawezi toka hapo, ng'ombe hawezi toka hapo, ama chochote ambacho kimewekwa nira, kama yule ambaye amemweka nira hajakuja kumtoa. Na siku ya leo ni kwa sababu Mungu yuko hapa atuondolee nira zote za kila aina. Najua katika Ukristo kuna nira tofauti tofauti. Kuna nira ya magonjwa, hiyo bado ni nira. Kuna nira ambayo ni ya kufungiwa mahali pamoja. So today we are going to break those yokes in the name of Jesus. Katika maisha yako wewe, haijalishi ulifungwa kiasi gani ama muda gani, maandiko siku ya leo inatuambia it has come a time, and that time is now, and that time is today, in the name of Jesus. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wewe usijali ni nini ilikufunga na ilikufunga miaka ngapi iliyopita. Siku ya leo kuna yule ambaye uvunje nira na ako hapa pamoja na sisi asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Huenda ikawa umetembea bila kujua ati kuna mwisho wa kila jambo. Kuna mwisho wa kuvunjiwa nira. Kuna mwisho ambao inafikaga haufungwi tena. Hata wakati ule ng'ombe inafungwa, inafikaga wakati wa kuachiliwa na kuenda. Haleluya. Maandiko inasema ya kwamba kuna wakati Elisha alifika mahali, wakati ule aligongwa na Elijah, akagongwa na ile nguo na ile vazi ya Elijah, akagongwa. Aliambia Elijah, wacha niende nirudi. Alimwambia, let me go, I will come back. Na kumbe alikuwa anaenda kumalizana. Alikuwa anaenda kumalizana na zile ng'ombe alikuwa analima nazo. Maandiko inatuambia kwamba alienda akaua zile ng'ombe na akavunja zile nira. Sema nira asubuhi ya leo. Akavunja hizo nira na akapika hizo nyama ambazo alikatakata hizo ng'ombe. Ni kumaanisha Elisha hakuwa anataka kuangalia nyuma. Alipoitwa alisema na liwe liwalo. Sasa naenda kumaliza na naenda kuterminate the work that I've been doing. Bwana asifiwe sana. Na ndio akasema, wacha nichukue hizi zote niende nikafanye sherehe. Bwana atukuzwe. Maandiko inatuambia kwamba alisema, wacha niende, I kiss my father and my mother goodbye. Siku ya leo ninajua kuna vitu ambazo you are going to kiss them goodbye today, once and for all in your life, in the name of Jesus. Bwana atukuzwe sana. Ninajua wakati ule umeamini, hiyo jambo utendeka. Imani ndio kila kitu katika maisha yetu. Bwana atukuzwe sana. Na wakati ule Elisha alienda akamalizana ni kwa sababu in the spirit alijua ya kwamba kuna kazi nyingi inamgoja, kuna mambo mengi inamgoja. Na ndio akasema, hizi ng'ombe kama ndio zinaweza fanya nisiondoke niende kufanya kazi ya Mungu, wacha nizi eliminate, wacha niziondoe, wacha nifanyie wazazi wangu sherehe, kwa sababu it is once and for all. Wakati huo alifanya, katika maandiko hakuna mahali pengine Elisha alienda kufanya goodbye na kwa sababu after ameitwa ama after hiyo call aliona wacha amalizane. Ninaongea na mtu hapa ambaye hakumalizana na kile ambacho alikuwa anafanya. Ninaomba siku ya leo ukuwe wewe ni mtu wa kumalizana na kile ambacho haukumalizana nacho kule. Elisha alipomalizana aliingia katika ministry, aliingia katika hali ile, katika ile wito ambayo alikuwa ameitiwa na Mungu katika maisha yake. Bwana asifiwe sana. Ninanena na mtu siku ya leo, kama
unajua ya kwamba haujamalizana, enda ukamalizane kama vile Elisha. Hiyo ni maandiko ambayo imenifurahisha sana asubuhi ya leo nilipokuwa nikitafakari. Ati enda umalizane na kile ambacho kinaweza kukufunga. Elisha alienda akamalizana na kile ambacho kinaweza mzuia, kile ambacho kinaweza mzuia ama kumfungia kufanya kazi ya Mungu. Alipomaliza hiyo, aliingia na full force akijua ya kwamba anatumikia Mungu aliye hai. Bwana asifiwe sana. Alipomalizana nayo, hakurudi tena hapo. Alipokiss the father and mother bye bye, hakurudi tena kushinda akisema ati ng'ombe ho, nira ho. Bwana asifiwe sana. Na ninajua ya kwamba siku ya leo hili neno ni lako, na ninajua ya kwamba unaenda kukiss zile vitu ambazo ulipenda sana. Elisha alikuwa anapenda sana mambo na kulima. Alilima na akapenda sana, na alimalizana nayo si kwa sababu alikuwa amechukia, si kwa sababu alikuwa amependa sana hiyo wito. Ninajua kuna mtu ameitwa mahali hapa na si ati kwamba amependa hiyo wito sana, lakini ilimlazimisha. Lakini hata wewe siku ya leo utalazimika uache yote ambayo inaweza kukuzuilia, uache yote ambayo inaweza kukufanya usisonge hatua nyingine kwa utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Hiyo si ile ilikuwa ujumbe, but it was just by the way. Nikiangalia huyu mtumishi wa Mungu, hati alienda akamalizana na kila kitu. Alienda akasema, sasa sitaki kufungwa tena na hizi ng'ombe, sitaki kufungwa tena na huu kulima, sitaki kufungwa na kuzuiliwa tena na hizi. Akamalizana nayo. Ninanena na mtu siku ya leo, kuna kitu ambacho kinakufunga, kuna kitu ambacho kinakuzuilia ili usiweze kwenda mbele. Malizana nayo siku ya leo. Bwana asifiwe sana. Malizana nayo siku ya leo. Si umalizane nayo na uanze ingine, na ufungue ukurasa mpya ya kusema hata kama ni ile masengenyo ulikuwa unapenda sana, malizana nayo leo. Hata kama ni nini unaona imekufunga, si umalizane nayo leo katika jina la Yesu, na ufunguliwe ukurasa mpya. Maandiko inatuambia kwamba in the book of Isaiah ati anafungua ukurasa mpya. He is opening a new page. Bwana asifiwe sana. Anafungua ukurasa mpya wako leo. Na ninajua ya kwamba haijalishi ni nini imekufunga, haijalishi ni nira ya aina gani katika maisha yako, haijalishi hiyo nira imekufunga miaka ngapi ama siku ngapi, Mungu ako hapa siku ya leo. Na neno la Mungu linapoachiliwa, linaachiliwa na nguvu zake ambazo zinaleta ukombozi katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Ninajua kuna mtu anaenda kufunguliwa na kuachiliwa huru, akaondoke aende akawe huru. Bwana asifiwe sana. Nashukuru sana kwa sababu naangalia wakati sana. Ninashukuru Mungu sana ni kwa sababu ya wakati ule Lazaro alikuwa amefungwa. Maandiko inatuambia alikuwa amefungwa sanda. Alipofunguliwa hizo sanda, maandiko inatuambia kwamba aliambiwa muache aende. Bwana atukuzwe sana. Ni kwa sababu hakuwa after amefunguliwa, hakuna kitu sasa kilikuwa kinamzuia kwenda. Siku ya leo ninajua wakati ule nira itakapotoka katika mabega yako, ninajua utaachiliwa na uende katika hatima yako. Utaachiliwa na ufike pali ambapo haujawahi fika. Utaachiliwa na uende pali ambapo hujawahi fika katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Na si uniguzie jirani yako na umwambie asikuwe serious sana. Muguze tu na umwambie ngojea kutoka kwa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Niguzie yeye. Ninaona wanaangalia sana, wanakuwa serious sana. It is not the matter of being serious. Mwambie atabasamu, mwambie asmile. Mwambie asmile na asahau yote ambao ameacha nyumbani. Asmile tu. Mpe asmile. Mpe asmile, asmile, asmile. Yes, in the name of Jesus. Tunaangalia katika kitabu cha Isaiah. In the book of Isaiah. Chapter 9 and verse 4. Isaiah chapter 9 and verse 4. Najua Mungu ametayarisha na ameanza kuandaa moyo wako. Najua saa hizi umeanza kutafakari ni mambo gani yamekuwa yakikufunga, ni mambo gani umekuwa ukingangana nayo ili uweze kusonga. Siku ya leo najua unaandaa moyo wako ili ukatoke katika hizo nira, ili ukafike katika hatima yako. Na wacha tukasome
For as in the day of Midian's defeat, you have shattered the yoke that burdens them, the bar across their shoulders, the rod of their oppressor. Bwana asifiwe sana. Kila wakati ambapo mtu ama chochote kiko kwa nira, ni kinakule kunyanyaswa. Adui ndiye unyanyasa mtu mpaka akamuweka nira ya kumnyanyasa, ya kumuoppress. Bwana asifiwe sana. Na ninajua siku ya leo kuna mtu ambaye ataondolewa katika kuopresiwa na adui katika jina la Yesu. Mungu anaenda kuondoa ile oppression. In another word, kukuwa na nira ama kukuwa na yoke katika shingo yako, it's another way of being oppressed. Bwana asifiwe sana. Unakuwa umefinyika, unakuwa umenyanyasika, unakuwa pahali ambapo unafaa kuwa haukui. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya nira, ya oppressor. Na nira hauwezi wekwa na mtu anakupenda, huwezi wekwa na mtu ambaye anakutakia mazuri. Ni yule oppressor ama yule adui ambaye anataka kukumaliza, yule ambaye anataka kukuzuilia usifike katika hatima yako. Ninajua kuna watu ambao wamezuiliwa siku mingi kutoka, yani wasifike pale ambapo Mungu alitaka wafike. Na ninajua ninanena na watu leo ambao wako na hiyo nira, na ndio siku ya leo kuna ahadi ya kuivunja katika maisha yako na katika familia yako katika jina la Yesu. Kuna watu leo watafunguliwa, na wakifunguliwa hiyo nira ikiondoka, watu watakuwa na uhuru hata wakufungua wale wao wako nyumbani. Bwana asifiwe sana. Maandiko inatuambia kwamba wokovu huu ni wetu na jamii zetu. Kwa hivyo wakati ule unaenda kuvunjiwa nira, unaenda kupata uhuru na ukombozi. Na sio wewe peke yako, inaenda mpaka kwa familia yako, inaenda mpaka hata kwa watoto wako, hata inaenda pahali ambapo wewe umetamani ikafike katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Tuangalie tena Isaiah 10:27. Isaiah 10:27 Isaiah. Na ninajua ya kwamba tunapoenda kujifunza, ninajua Mungu anaenda kuvunja kila aina ya nira. Ninaongea na mtu ambaye anajua ni nira gani katika maisha yake amewekwa. Siku ya leo haijalishi uliwekwa siku gani, uliwekwa na nani, siku ya leo ni kuvunjiwa. Anajua kwamba because mimi ni mtu wa warfare, we are going to take like 10 minutes to kupigana na kila roho yote ambayo imeshika shingo yako na imekuweka nira. Tunaenda kuivunja na kuiharibu kabisa katika jina la Yesu. Wacha tuone hii nira inaondolewa kwa nini, inaondolewa na kunakuwa aje, na ni nini inaiondoa. Maandiko inasema kwamba in that day their burden will be lifted from your shoulders, their yoke from your neck. The yoke will be broken because you have grown fat, so fat. Bwana asifiwe sana. Kuna ile version nyingine inasema because of the anointing. It's a break na anointing. But this one at least inasema utakuwa umegrow. You have grown so fat. Kwa nini una grow fat? Unakuwa umejazwa na neno la Mungu, umekuwa umejazwa na upako, unakuwa umejazwa na nguvu ambazo ndizo kila wakati nasema za Mungu ziletao ukombozi. Bwana asifiwe sana. Siupigie Yesu makofi mazuri hata kama unaandika. Na King James Version inasema kwamba and it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off their shoulders, and his yoke from off their neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Bwana asifiwe sana. Mimi naahidi mtu siku ya leo ya kwamba kuna nira zitaenda kuvunjika, zitatoka katika mabega yako. Kuna kitu, ni nini hiyo imekukaa katika mabega yako for so long? Ni nini hiyo imekaa? Yani imekaa mtumwa for so long. Umekaa mtumwa kwa sababu ya kuwekewa hiyo nira for so long. Wacha nikuwe na habari njema leo
ya kwamba hiyo nira kutoka kwa mabega yako Mungu anaenda kuiondoa katika jina la Yesu, na utakuwa mtu huru, na utakuwa umefunguliwa, na utakuwa wewe si mtumwa tena. Wakati mwingi yoke ama nira inafanya mtu akuwe mtumwa. Ni nini hiyo katika maisha yako imekufanya ukuwe mtumwa? Ni nini hiyo? Ni umasikini imekufanya ukuwe mtumwa? Ni nini imekufanya ukuwe mtumwa mpaka hiyo nira unajaribu kuitoa haitoki? Somebody say amen. Yani unajaribu kuitoa haitoki, ni kama imeshikwa na ikawekwa na glue na vitu zingine satanic glue, hazitoki. Siku ya leo I want to promise you that if you believe, the yoke is going to get out of your shoulder in the name of Jesus. Hakuna kitu ingine tutafanya, ni kuamini na kukua wild, yani na kusema enough is enough, na kukua na ule uchungu ya kwamba mimi nimefungwa kwa muda mrefu. I'm not going to stay in that situation again. Bwana asifiwe sana. Leo ni watu wanahamishwa katika kufungwa na kuwekwa katika uhuru wao. Leo tunaongea uhuru. Wewe ukue uhuru. Ijalishi ni nini hiyo imekufunga, ijalishi ni nini hiyo imekuwa kila wakati ndio prayer request, imekuwa yani noti, every time unataka kuiondoa haitoki. Every time umeombewa, umefanyiwa, umefunga, umefanya, siku ya leo God is writing a new page. Mungu anaanza ukurasa mpya na wewe. Haijalishi kulikuwa haje. Mimi najua neno la Mungu ni upanga, na upanga unakata kuili. Najua ya kwamba hiyo nira inaenda kuvunjwa na utakuwa na uhuru. Wakati nira imeondoka, unaweza kufanya kila jambo ambao ungeweza kufanya wakati ule ulikuwa umefungwa nira. Na maandiko inasema yani itatolewa kwa shingo yako. Si mabega peke yake, hiyo nira inakuwa mpaka kwa neck. So that means you cannot move. You cannot go where you want to go. You cannot do what you want to do. In other way, you are just a slave. Wewe ni mtumwa. Kuna vitu asubuhi ya leo imefanya watu kuwa watumwa. Kuna vitu siku ya leo imefanya familia nyingi zikuwe watumwa, wakuwe watumwa. Wanasema sisi hatutokagi hapa, sisi hatufanyagi hivi. Ni nira. Ndio nilikuwa nasema kuna nira ya aina nyingi. Kuna nira ya kifamilia. Unaweza kuwa familia iliwekwa nira ya mambo fulani, hati ya kwamba hii familia imewekewa mark, imewekewa mipaka, haitapita hapo. Hiyo ni nira. Tunaenda kuivunja siku ya leo katika jina kuu la Yesu. Amen. Haya, siupigie Yesu makofi mazuri. We are nothing without Jesus. But when we have Jesus, we have everything. Tuko na kila kitu tukiwa na Yesu. Bwana asifiwe sana. Wewe anza kuangalia ni nini hiyo ambayo imekufunga kwa hizo miaka mingi. Ni wapi hapo umekuwa ukitembea hauwezi tembea kwa sababu you have no freedom. Hauna ile freedom ya kwenda from one place to another. Na kama utaenda from that place to another, uko katika sheria za mtu. Siku ya leo tunavunja hizo sheria zote. Siku ya leo tunavunja hizo roho zinatufanya ama zinatushika miguu yetu na mikono yetu na tusisonge mbele. Bwana asifiwe sana. Today we are going to bind the spirit of an oppressor. Hata to press tena in the name of Jesus. Hauta oppressiwa tena, hautatekwa tena. Umetekwa kwa muda mrefu. Kesho nilikuwa nawaambia wakati mwingine hapa, nilikuwa nawaambia wakati ule Yesu alizaliwa, nyota yake ilionekana. Na ikaonekana, ilipoonekana hakuna mtu alijua, lakini nyota ilionekana. Na ikasemekana ya kwamba kumezaliwa mfalme. Nyota ilipoonekana ikasemekana kumezaliwa mfalme. Herode naye akaghadhabika sana, akasikia vibaya sana. Kwa nini kuzaliwe mfalme? Na ni mimi mfalme, kunawezaje kuzaliwa mfalme? Wakati ule ulizaliwa, pengine nyota yako ilichunguzwa na wale ambao chunguza nyota, na wakaonekana huyu ni great person,
huyu ni mtu mkubwa sana, na wakaanza kupigana na your greatness. Hiyo bado ni nira. Bwana asifiwe sana. Ni nira hiyo, mtu uwekwa asisonge na asiende kwa hatima yake. But today we have good news that God is going to break all those yokes in the name of Jesus. Bwana asifiwe sana. Mungu anaenda kuvunja hizo yokes zote, na tutaenda kuwa huru katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Mimi upenda kuongea huru kwa sababu najua many people wako katika vifungo ambazo wengine hata hawaelewi ni vifungo za aina gani. Mtu ajui na ajui anaweza fanya nini. Bwana atukuzwe sana. Leo nimeleta habari njema ya kwamba kuna suluhisho ya kuvunjiwa nira, ya kuvunja kila aina ya nira katika maisha yako. Hallelujah. Hallelujah somebody. We are going to be free in the name of Jesus. Tutakuwa free. Hatutakuwa katika kila wakati tunapata mikosi nini hati kwa sababu ya nira. Tunakuwa na magonjwa, hiyo bado ni nira. Bwana asifiwe sana. Wewe uko pahali ambapo haukuambiwa na Mungu ukaage hapo. Mungu alikuambia uende. Si Lazaro aliambiwa muache aende. Uhuru na ukombozi. Na nena na mtu ambaye anaulizaga atatoka aje. Siku ya leo kuna suluhisho ya kutoka katika kila nira ile ambayo imekuwa ikikufunga. Umekuwa ukifungwa ati usongi. Kuna mtu anaweza kukuambia, pastor, mimi nazungukaga tu. Wakati nataka kusonga ninasikia kamba zingine zinanivuta nyuma. Maandiko inatuambia kwamba in the book of Psalms ya kwamba Daudi ndio alikuwa anasema kamba zote zilizomfunga za kuzimu, za mauti, Mungu alizivunja. Hallelujah. Kwa hivyo siku ya leo kuna habari njema kwako. Ni vitu gani hizo zimekuwa zikikufunga? Ni vitu gani hizo ambazo zimekuwa zikishika hatua zako? Wewe haufiki, ukijaribu kufika haufiki. Hiyo ni nira. Tunaikataa katika jina la Yesu. Kuna nira nyingine inaitwa stagnation. Stagnation, unakaa tu, hausongi. Hizo ndio nira tuna deal nazo siku ya leo. Stagnation lazima ikaondoke katika jina la Yesu. Kuna nira nyingine inaitwa barrenness. Nira, barrenness. Wewe, yani the spirit of unproductive. Wewe atusongi, atuongezeki. Si maandiko inatuambia in the book of Zechariah 2 ya kwamba hakutakuwa na mipaka. Yerusalemu haitakuwa na mipaka. Kutakuwa na ukuta ambao Mungu mwenyewe ndio ataujenga, ukuta wa moto. Bwana asifiwe sana. Pengine wengine waliwekewa hizo limitation. We are going to break all those limitations today in the name of Jesus. Bwana asifiwe sana. Zakaria aliambiwa na Mungu, Jerusalem haitafungwa na wala haitawekewa vipimo. Vipimo havitawekwa. Ninaongea na mtu siku ya leo. Pengine umewekewa vipimo vya aina yoyote ile. Tunaenda kuvunja hizo vipimo in the name of Jesus. Hizo limitations zote ambazo Mungu aliashua Zekaria ya kwamba Jerusalem haitawekewa mipaka. Jerusalem haitawekewa maukuta. Wakati yule alisimamisha yule kijana alikuwa na kamba. Akaulizwa unaenda na kamba wapi? Akasema naenda na hii kamba kupima Jerusalemu. Kuna mtu pengine alishukishiwa kamba na hakukuwa mtu wa kumwambia wewe toka usipime Jerusalemu, usipime Njeri, hata pimika. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Amen. Na ikasemekana kuwa hakuna mtu ambao amesema huyu fulani hata atafanya nini, hata pimwa. Kumbuka huyo aliambiwa hawa watu hawatapimwa. Mimi mwenyewe Mungu ndio nitakuwa kuta za moto. So we are going to break those limitations today in the name of Jesus. Ninaongea na mtu ambaye amekuja moyo wake ukiwa umeinama, akiwa amejiuliza maswali mingi. Nitakuja kufanya nini? Kila wakati niko kanisani, hata wengine wamekufa moyo. Siku ya leo nakupa tumaini mpya ya kwamba usikufe moyo. Ni kwa sababu leo kumepatikana suluhisho ya kuvunja nira na uachiliwe uende. Hallelujah. Uachiliwe uende. Utoke katika hiyo hali ambayo umekaa kwa muda mrefu. Hiyo hali ambayo una stagnate. Hiyo hali ambayo unazunguka. Hali hiyo unazunguka kila mahali na haufiki pahali ambapo ni kwa destiny yako. Kuna watu wanazunguka na hawafiki. Leo asubuhi tulikuwa tunahubiriwa na Reverend. Tunaambiwa ya kwamba baraka za Mungu zitufuate. Na nyinyi siku ya leo si baraka za Mungu zitufuate.
Si baraka za Mungu zifungue, yani zikuwe pahali ambapo unafika. Baraka za Mungu ni hizo. Baraka za Mungu ni hizo ambazo hazina mipaka. Bwana atukuzwe sana. Wakati ule hii nira inaenda kuvunjika, hakutakuwa na mipaka tena. Naongea na mtu siku ya leo akapate kuamini tu na mimi. Tutakapoingia kuomba, ninajua ya kwamba hii nira inaenda kukatika once and for all. In the name of Jesus. Inaenda kuvunjika. Ni nira ya huduma, ni nira ya uimbaji. Wewe umetamani kuimba sana, umetamani kutumikia Mungu sana, lakini wakati unainuka kutumika hautumiki. Kwa sababu ya nini? Nira. Umetamani kukua na pesa, pengine na pesa mingi ama vitu vizuri vingi, lakini unajaribu, nira inakuzuia. Vizuizi vinakuzuia, vitu zinakuzuia, zinasemekana ni za nyumbani. Tunavunja hata hiyo in the name of Jesus. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati shetani hata pia naye anajiwekeaga, akisimama hapa ni legal ground yake. Na kama hautadua away with the legal ground ya shetani, tutakaa kama tumenyanyasika. Tutakaa kama, unajua venye ngombo inakuaga ama the slave inakuaga kila wakati imeinama. Tutainamishwa na shetani, na siku ya leo kama kuna mmoja ambaye ameinamishwa na shetani, tunaenda kuvunja hiyo nira katika jina la Yesu. We are not going to be slaves again. Hatutaenda kukua watumwa tena katika maisha yetu katika jina la Yesu. Mimi najua na I can feel in my spirit that I'm talking to somebody mwenye anasikia ni kama amechoka na hiyo hali. Amechoka na hali ya kufinywa, amechoka na hiyo hali ya kuwekwa nira, amechoka na anauliza atafanywa nini. Siku ni leo ya kwamba unavunjiwa nira, kwa sababu you are going to grow fat and the yoke shall be destroyed. Amen. Atuambiwi the yoke is going to be strengthened. No, the yoke is going to be broken by the power of God in the name of Jesus. Mimi nashukuru Mungu sana kwa sababu he is not a respecter of persons. Mungu akiamua kufanya anaamua. Haijalishi wewe ni nani, haijalishi uko wapi, haijalishi unafanya nini. God akiamua kufanya, he will just do it. And it is today. God is going to do it in your life in the name of Jesus. Anaenda kuivunja haki na utakuwa vile ulivyo tena katika jina la Yesu. Amen. Mimi nawaambia kitu najua. I'm talking about something that I know. Ya kwamba if you believe, God is going to break it in the name of Jesus. It is not tomorrow. It is today. In the name of Jesus. It is today. Kuna mtu amesikia amekuwa fed up na story yake. Amekuwa fed up na mambo ambayo anapitia. Siku hii ya leo, there is a solution. Hi, there is a solution in the house of God. There is a solution. Kuna solution in the house of the Lord. Kuna solution. Kuna mtu hata amekuja kanisani ameanza kutaka kukata tamaa because anasema haitendeki. Today God is going to do it in the name of Jesus. Mungu anaenda kuifanya. Na akiahidi atafanya, lazima afanye. Yeye si kama mwanadamu. Unajua mwanadamu, mimi kitu moja na wanadamu, leo tutaagree, lakini mwanadamu atakwambia, atagoteria, atakwambia hapana, achukua hivyo ama kumekuwa hivyo. Mwanadamu atakuahidi akwambie nitakupea 1,000,000. Ifike siku ya kukupea 1,000,000 akwambia hapana, haikupatikana. Huyo anaweza kukuahirishia, lakini Mungu wa mbinguni hawezi akakuahirishia. Mungu wa mbinguni, nanena na mtu hapa somebody, hallelujah. Yani nanena na mtu hapa ambaye akiahidiwa na Mungu, Mungu hata kuacha, Mungu hata kosa kuitimiza. Mungu tumekaa katika ahadi za watu mara mingi. Siku mingi tumeahidiwa na watu and wametuleti down siku mingi. Ninaongea na mtu ambaye ameletiwa down na watu siku mingi, lakini siku ya leo we have God who cannot let you down in your life in the name of Jesus. Who cannot let your family down in the name of Jesus. Bwana asifiwe sana. Hallelujah somebody. Ninanena na huyo mtu ambaye ameona kwamba ameisha. You are not finished. God is here and is going to deliver you from those yokes in the name of Jesus. Nanena na mtu ambaye amechoka na magonjwa. Yes, it is today. Kuna wakati Nyeri, kuna mama alikuja akiwa amevunjika moyo sana. Mama alikuwa elder, alikuwa tu mzee, na akakuja akaniambia, pastor, mimi nimechoka na kila kitu. Nimechoka.
nimechoka. Alikuwa na asthma. Huyo mama aungemkosa mask. Ever since niende Nyeri aungemkosa na mask akiwa ameweka. Nikamuuliza siku moja when I was in, yani nikiwa katika Roho Mtakatifu, when I was full of the Holy Spirit, nikaenda kumuuliza, mama, kwa nini kila wakati wewe unakuaga na mask? Akaanza kulia. She started crying. Akaniambia, mwanangu, nimekuwa na hii shida kwa muda mrefu sana, shida ya asthma. Na tukaomba na Mungu akamponya. Amen. Amen. Mungu akamponya. Istoshe, akakuja akaniambia sasa mtoto wake anataka kufanyiwa operation, na yeye pia ako na asthma na ako na pressure, na madaktari tena wamesema hawawezi, na ako na nini na pressure. Nikamwambia, mama, yule Mungu alikuponya ndiye tu atakuponya. Yule Mungu alikuponya asthma ndio ataponya mtoto wako asthma, na ndio atamponya pressure. Na hiyo operation vile shetani ameiprogram haitawezekana katika jina la Yesu. Mama akakuja akilia sana, and that was the end. Amen. Glory be to God. So akaniambia, na pastor, kwa sababu umemaliza asthma. Nikamwambia, si mimi nimemaliza asthma, ni Mungu amemaliza asthma. Bwana asifiwe sana. Akamaliza asthma na msichana akakuja akiwa sawa. Bwana atukuzwe sana. So there is hakuna hizi vitu. Alikuwa ananiambia, unajua mwanangu, kuna hizi mambo za familia, hizi vitu zimeni hiyo kastori. Nikamwambia, listen, our God is able. Our God is able. Akishuka anakata hizo mikataba zote. Mimi hupenda kukata mikataba zote na connection zote za shetani, kwa sababu you have authority and you have power. Bwana atukuzwe sana. Authority ya kunyamazisha. Ni nini hiyo inaongea? Ni nini hiyo inaongeaga kwenyu? Ni hiyo asthma. Tunainyamazisha. Ni hizo nira. Hai, kumbe mama alikuwa na nira na akakubali siku hiyo nira iondoke. Nira ikaondoka akakuwa mtu huru. Bwana asifiwe sana. Ninanena na mtu hapa ambaye amefika mwisho. Nanena na mtu ambaye hapa amefika mwisho na mambo yake anaona ya kwamba haiwezekani tena. Alikuwa anaona, nikitoka Nyeri huyo mama hakuwa anakuja na mask. Nikamwambia, what happened? Akaniambia, mimi mwanangu nilipona. Hai. Amen. Alikuwa anaweka mask kwa sababu ya vumbi. Hiyo kanisa yetu ilikuwa haiko cemented, ilikuwa tu iko mchanga. Na wakati watu wameruka, vumbi kimuingia anasikia ameblock. Lakini believe me ya kwamba alikuwa huru. Na nena na mtu hapa anasema hali yangu, pastor, unaona kama inaweza kuwa huru? Unaweza kuwa huru katika jina la Yesu. Huyo mama aliamini na akasema ya kwamba wacha ifike mwisho na wacha itoshe, na ikatosha. Bwana atukuzwe sana. Ninanena na wewe, nira yote, haijalishi ni gani, na haijalishi uliwekewa wapi, na haijalishi. Hatutaki ile historia ambaye yule mtu alikuwa amekaa kwa kizima miaka 38 alianza historia na Mungu. Kumbe Yesu hakutaka, anataka historia. Alisema ya kwamba chukua gondoro lako na uondoke. Kuna mtu ana historia yake. Mungu wakati yule ameamua kufanya, anasema chukua gondoro lako na upone. Bwana asifiwe sana. Ni nini hiyo imekufunga na inakuzuilia kufika kwa hatima yako? Siku ya leo hiyo yoke, we are going to break it today in the name of Jesus. Amen. Me, I trust God. Mimi hata wakati ule watu waamini, nawaambia naamini kwa niaba yenu. Yes. Nawaambia naamini kwa niaba yenu ya kwamba mtafunguliwa na mtawekwa huru. Haijalishi visababu. So you make a joyful noise unto this God. Hey. Yes. He is able. Yeye anaweza. Mimi najua anaweza kwa sababu ya kule amenitoa. Amenitoa mbali sana. Why? Mbali sana. Mbali. Na ninajua anaweza. Najua anaweza. Na ninajua kama vile aliweza kwangu, ataweza kwako. In the name of Jesus. Hataweza kwako. Ataweza kwako leo katika jina la Yesu. Naongea na huyo mtu roho yake ilikuwa imeinama. Anauliza nitafanya nini? Leo ndio mwisho wa kile ambacho unapitia leo katika jina la Yesu. Because we trust God and our God is able. He is going to break every yoke
it's going to be broken leo katika jina la Yesu. Kila nira, kila aina ya nira, haijalishi ni nira ya kifamilia, ni nira ya nini, ni nira iliyosemwa na mababa, ni nira iliyofanywa nini, God akiamua na break, ni kubreak hapo katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah somebody. Yes, God is going to break it in the name of Jesus. God is going to start afresh for you. Ushaiona mtu Mungu akikuanzishia afresh, anakuanzishia afresh na hawezi regret. Yes, huyu habadilike leo. Leo anabadilishiwa maisha yake. Leo anabadilishiwa nafika kwa hatima yake. Yes, Bwana asifiwe sana. Yusufu alipigwa sana kwa sababu ya ndoto. Alipigwa sana, wewe sijui umepigwa kiasi gani. Lakini Yusufu alipigwa kwa sababu alikuwa mwotaji wa ndoto. Alipigwa tu. Ni nini hiyo ilionekana na ukaanza kupigwa? Hiyo nira tunaivunja katika jina la Yesu. Hiyo nira tunaisambaratisha leo katika jina la Yesu. Hizo nira ndizo tutapika nyama, tusherehekee, to kiss those problems bye bye in the name of Jesus. Kama vile Elisha alikiss the father and the mother bye bye. Sasa leo kama ulikuwa unaona kama hautatoka hapo, utatoka. Anza kujitayarisha. Anza kujitayarisha kutoka hapo kukua shifted to another level, kukua shifted to another glory, kukua shifted, yes, na kubadilishiwa njia. Kale kanjia umekuwa ukipitia, kale wanasema ni kama mudhururoko, hako Mungu anaenda kukata na aseme enough is enough in your life. Amen. Just believe with me. These things are possible when you believe. These things are possible. Si maandiko inatuambia kwamba all things are possible. Amen. Hallelujah. Mnaongea na mtu ambaye ameona uaminifu wa Mungu. Ameona uaminifu wa Mungu. Siku moja nikiwa na time, nitawapea ushuhuda ya vile Mungu amekuwa mwaminifu kwangu, na sitishwi na shetani, hanibabaishaki, kwa sababu I know I have authority and I have power. Bwana asifiwe sana. I have power. Ni nini itatutisha? Wapendwa, ni nini itatufanya tukae katika mateka? Sisi hatutakaa kwa mateka. Sisi hatutakaa tukiwa tumepungwa, miguu zetu hazitufikishi kwa destiny yetu. Hatutakuwa tumepungwa hata mikono yetu ikipata pesa inatereza. Hiyo ni nira na tunaivunja. Kuna mtu hapa anasema, "Pastor, nikipata hata milioni 1 by next week itakuwa imeisha." Hiyo ni nira. Katika jina la Yesu inaenda kuvunjika katika maisha yako katika jina kuu la Yesu. Kuna mtu anasema, "Mimi hatupitishagi kiwango fulani ya pesa." Hiyo inaenda kuvunjika katika jina kuu la Yesu. Kuna mtu ambaye anasema, simalizagi hata wiki, simalizagi mwezi kama sijakuwa mgonjwa." Hiyo ni nira mpendwa, inaenda kuvunjika katika jina la Yesu. Na kuna mtu anasema, "Natafutaga kazi, sina kibali." Leo hiyo nira kutokosa kibali inaenda kuvunjika katika jina la Yesu. Pastor, nikienda mimi sikuchukuliwi. Hiyo rejection ni nira, inaenda kuvunjika katika jina la Yesu. Wakati ule ninaenda kutafuta kazi, wengine wanachukuliwa, mimi ninaachwa. Hiyo ni nira na inaenda kuvunjwa katika jina kuu la Yesu. Ati mimi sisikikagi, hiyo ni nira ya kutosikika. Tunaenda kuvunja leo katika jina la Yesu. Na utakuwa na usemi. Kuna mtu hawezi jieleza, ni kwa sababu alikaa tu akaona hawezi, akakuwa anajionaga yeye ni inferior, hawezi ongea chochote. Siku ya leo hiyo nira inaenda kuvunjika. Mungu anakupa kibali. Unaweza simama bali hauwezi simama, ukuwa unaweza kusimama katika maisha yako katika jina kuu la Yesu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wakati ule Mungu anasema ni nira inaenda kuvunjika, mpendwa, nira amini inaenda kuvunjika katika maisha yako katika jina la Yesu. Inaenda kuvunjika pasipo kupembeleza. Amen. Nira inaenda kuvunjika, hata kama ni aina gani, hata kama ilifanywa nini, hata kama ni mikataba gani ilifanywa, hata kama ni nini ilifanyika, lazima maandiko yatimie. Inasema it will reach a time, and that time is today, and that time is now, that the yokes are going to be broken in the name of Jesus. The yokes are going to be broken in the name of Jesus. Ni yoke aina gani ambayo umebeba leo?
leo, it is going to be broken in the name of Jesus. Kuna watu wanasema ati mimi siwezi enda pahali pako na watu wengi. Hiyo ni nira, tunaivunja leo katika jina la Yesu. Yes, kuna watu wananyanyasika ati hawawezi jieleza. Yani wewe you lack words of expressing yourself. Hiyo ni nira ya kukuzuia kufika katika destiny yako. Katika jina la Yesu zinaenda kuvunjika zote. Haijalishi imekuwa muda gani, haijalishi imekuwa kiwango gani. Kuna watu wanasemaga ya kwamba hii imeenda kiwango sana na sijui vile nitafanya, imeenda kiwango. Mungu anatakaga hiyo imeenda hiyo kiwango. Mungu anatakaga hapo ambapo unaona kwamba it's impossible, hapo ndio anasemaga and all things are possible. Hallelujah. Wakati ule umesema ya kwamba hati nimefika mwisho, that is the start. Hiyo ndio mwanzo wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Ninaongea na mtu hapa ambaye anasema hati nimefika mwisho, hati sijui itakuwaje, sijui kutakuwaje. Hiyo nira ya kufika mwisho inaenda kuvunjika and you are going to start again in the name of Jesus. Hallelujah. Situamini huyu Mungu. Huyu Mungu ni mkuu sana wapendwa. Huyu Mungu ni mkuu sana. Wakati uliokoka ulikubali Mungu ambaye ni mkuu sana. Yes, wakati ule uliokoka ulikubali na Mungu akuongoze na ni Mungu mkuu. Sisi hatuongozwi na watu hivi. Tunaongozwa na Mungu ambaye ni mkuu sana. Mungu ambaye uvunja nira. Mungu ambaye angalii, anavunja akisema amevunja na itajirudia tena. Bwana atukuzwe. Hallelujah somebody. Ninajua siku ya leo kuna mtu amejiita mkutano. Ni nini hiyo imekuwa ikikuja kwa maisha yake? Ni nini hiyo ambayo imekaa kama nira katika maisha yake? Anauliza atatoka aje? Siku ya leo kuna habari njema ya kwamba unaweza toka. Mtu anaweza toka. Somebody anaweza toka katika hiyo hali. Mtu anaweza toka. Kwa hiyo ambayo unaona ni sugu, Mungu anaweza toa wewe. Mungu anaweza kutoa. Because now akona good news ya kwamba he is going to break every yoke. Asemi ni gani? Every yoke. Na itatoka kwa shingo yako na utakuwa mtumwa tena. Bwana asifiwe sana. Amen. Ninajua kuna tumaini mpya. Maandiko inasema kuna tumaini ya mti uliokatwa kumea tena. Hata kama ulikatwa miaka ngapi iliyopita haijalishi. Leo it is your word. Leo ni siku yako na ni neno lako siku ya leo. Tukatiwe nira. Amen somebody. Si uniguzie mwenzako, mwambie inaenda leo. Nira inaenda leo. Nira inatoka leo, inakuachilia leo katika jina la Yesu. Nira inaondoka. Nira inaondoka leo katika jina la Yesu. Kuna furaha nyingine nasikiaga wakati ule nasikiaga Mungu akiwa at work. Najuaga ya kwamba God is doing something. Na najua kuna mtu hapa hata akitoka hatakuwa na ushuhuda, hatakuwa na mambo mapya. Maisha yake itakuwa imebadilishwa. Umepata a new direction. Hallelujah. Nira inaondoka. Hallelujah. Na kwa sababu mimi ni mtu wa warfare, napenda kusemaga, napenda kunyang'anyana kile changu mimi. Changu akiendi na chako kisiende. Chako kisiende. Napenda kunyang'anya kile changu. Na changu akiendi, ninapenya. Ninasema yangu haiendi. Na wewe si useme yako haiendi mtu. Yangu haiendi. Yangu haiendi. Ni nini yako ilienda? Leo sema yangu haiendi. Kama vile mimi usema yangu haiendi. Mimi usema yangu haiendi na haiendi. Haiendi. Na napata nimeipata kwa sababu ya persistence. Hallelujah somebody. Hallelujah. Tuko tayari sasa kupigania haki yetu. Tuko tayari nira zivunjwe. Zinavunjwa. Mungu ajui distance. Hata kama zinaweza vunjwa pahali ambapo uko tu. I'm not going to call you here. But it can be broken wherever you are. The presence of God is all over. Na inaweza kukufikia pahali ambapo uko. What you need ni imani tu. Imani ambayo inavunja milima. Bwana asifiwe sana. Hallelujah.
tuko tayari kunyang'anyana what belongs to us. Turuhusu manira zote zivunjike, na zivunjike na zituachilie tukiwa huru, tufike kwa hatima yetu. Tumechoka kuchekwa, tumechoka kufanya kazi za aibu, tumechoka. Tunakata hiyo nira ya hiyo kazi za aibu, tunazikata. Tunasema hapana, sio sisi. The word of God has come. Na neno la Mungu likikuja ni Mungu mwenyewe. Put it into practice. Ni Mungu mwenyewe ameshuka leo na akasema vifungo lazima zikatike, nira lazima ikatike. Somebody, yes, in the name of Jesus. Tunaweza simama kwa miguu yetu kwa dakika ambazo niko nazo kidogo. Ninajua ya kwamba you are going to fight, and you are going to fight and get what belongs to you in the name of Jesus.